Anaitwa Fatma Komwe. Mimi naitwa Ibrahim. Utofauti wangu kati yangu na Fatma Komwe na vijana wengine wa mtaani ni kwamba mimi napenda sana masomo yangu. Muda wote napenda kujisomea na kusoma maandiko matakatifu. Lakini vijana wote wa mtaani pamoja na Fatma Komwe, wao wamedili sana na masuala ya mapenzi na mambo yasiyo na maana katika jamii. Naweza sema mimi nilikuwa bikra wa kiume kijiji kizima. Watu walipenda kuniita Ibra the Bikra Boy. Siku moja nikiwa nimetulia nimeconcentrate na masomo yangu, alikuja Fatma Komwe na kunipiga vikofi vya uchokozi. Lakini kwa kuwa nilikuwa simuelewi chochote, nilikuwa nampiga makofi makubwa sana, maana nilikuwa sipendi usumbufu wakati wa kujisomea. Fatma Komwe alijisikia vibaya na kutaka kuondoka, lakini alikumbuka kwamba bado ananipenda na nia yake haijatimia. Alirudi tena na kuniomba japo tu anipe karatasi. Alinipa karatasi ile ambayo ilikuwa imeandikwa na maandiko mbaya sana, maana watoto wote wa kijiji chetu walikuwa hawapendi kusoma na hawajui kuandika. Iliandikwa hivi: Ibura, nakupenda sana. Nilijisikia vibaya sana, maana ni muda mrefu nimelinda uvulana wangu. Napenda elimu, natembea huku nikiwa nasoma. Na pia nimeendelea kuweka rekodi ya kuwa miongoni mwa vijana bora 6 Afrika ambao ni bikra wa kiume. Na mimi pekee ndio niliyekuwa nikiwakilisha nchi. Nilijisikia vibaya sana. Nilichana karatasi ile ya Fatma Komwe mbele yake, alibaki akinishangaa. Nilimuita mama. Mama alivyofika, Fatma Komwe alikimbia, maana alikuwa akimwogopa sana mama. Nilimwambia mama, Fatma Komwe ananisumbua. Mama alimsema sana Fatma Komwe kuwa aache usumbufu na mimi kijana wake mpenda elimu. Kisha mama alinipongeza sana na pia alinihusia kuwa niache kuwa na mazoea na vijana wa huu mtaa kutokana na tabia zao chafu. Call me Ibra the Bikra Boy.